Uwezeshaji wa wanawake. Mwanamke nawe unaweza. Simama, inua uchumi wa jamii na taifa. Fata video hii mpaka mwisho. Utaelewa saikolojia ya utajiri. Umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wana kipato sawa, wanaishi mtaa mmoja, wana elimu sawa, lakini baada ya miaka 5 mmoja anakuwa tajiri na mwingine anakwama kwenye madeni? Siri ipo hapa: akili yake. Leo rafiki yangu, nitakushirikisha saikolojia ya utajiri, namna akili yako inavyoweza kukufanya tajiri au maskini. Na nitafunua mistari ya kisaikolojia ambayo mamilionea wanaitumia bila wewe kujua. Usiondoke, kwa sababu dakika 5 zijazo ndizo zitakazokupa mtazamo mpya kabisa wa maisha yako ya kifedha. Lakini kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe, bonyeza notification bell, na ukiwa mtu anayetaka maisha bora kifedha, acha comment moja: nataka kufikiri kama tajiri. Hii itaniambia uko serious na unataka kubadilika. Saikolojia ya utajiri sio kuhusu pesa ulinazo sasa, bali ni mindset unayotumia kuzitengeneza. Kuna tofauti kubwa kati ya akili ya tajiri, wealth mindset, na akili ya maskini, scarcity mindset. Tutachambua jinsi malezi na imani za kifamilia zinavyounda mtazamo wako wa pesa, na mwisho nitakupa mfumo wa hatua, practical framework, kubadilisha saikolojia yako ya kifedha. Tuanze. Imani za ndani, roots. 1. Manuscripts, hati zilizofichika kwenye akili yetu. Kila mtu ana manuscript. Ni kama software ya kifedha iliyopandikizwa kichwani mwetu tangu utotoni. Baadhi ya scripts ni hasi. Mfano, pesa ni chanzo cha maovu, wenye pesa ni wabaya na wabinafsi, kuwa tajiri inahitaji bahati au kuzaliwa katika familia fulani. Kisaikolojia, mtu mwenye script kama hii atakuwa na self-sabotage. Mfano, hata akipata hela nyingi ghafla, atazitumia vibaya, kuzikimbiza kwa anasa, au hata kuwekeza vibaya ili subconscious yake iwarudishi pale inapoamini wanapaswa kuwa. Hii ndio sababu mara nyingi watu wanaoshinda bahati nasibu huishia kufilisika baada ya miaka michache. Tatizo si pesa waliopewa, bali script ya kifedha ndani ya akili yao. Namba 2, ulezi na mazingira. Chanzo cha mindset. Kama ulilelewa katika mazingira ya kusikia kila siku, hela ni ngumu kupatikana, tunateseka, hatuna uwezo, unajenga scarcity mindset. Unaona pesa kama kitu cha hofu na upungufu. Unaishi kwa kulinda kidogo ulichonacho badala ya kujiamini kutafuta zaidi. Lakini kama ulilelewa katika familia inayosema tunaweza kuokoa, tunaweza kuwekeza, tunaweza kujifunza njia mpya ya kutengeneza kipato, unakuwa na growth mindset. Hii mindset inakwambia pesa inaweza kukua, ninayo nguvu ya kuibadilisha. Unaanza kutafuta fursa badala ya kukimbia changamoto. Saikolojia ya kijamii inasema imani tunazorithi kutoka utotoni ndizo zinaamua 70% ya maamuzi yetu ya kifedha ukubwani. Mfano halisi wa waajiriwa wawili. Mtu wa kwanza anapokea mshahara wake kila mwezi na kila senti inakwenda kwenye matumizi: chakula kizuri, outing, simu mpya, starehe za haraka. Hakuna mpango wa akiba, hakuna uwekezaji. Kila mwisho wa mwezi anarudi sifuri au hata madeni. Mtu wa pili anapokea mshahara ule ule, lakini ana kanuni moja: 20% ya kipato changu si changu, ni cha mustakabali wangu. Anaweka akiba, anaanza kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji, biashara ndogo, au hata kujifunza skill mpya. Anaishi chini ya kipato chake, hata kama sio rahisi. Baada ya miaka 5, tofauti ni kubwa sana. Mtu wa kwanza bado yuko kwenye sprint ya mshahara hadi mshahara, hana assets. Mtu wa pili ameunda safety net, ameanza kujijenga kimaendeleo na sasa ana nafasi ya kuwekeza zaidi hata kama kipato bado ni kile. Hii inaonyesha kwamba utajiri sio kipato cha sasa, bali ni saikolojia ya matumizi na imani zako kuhusu pesa. Kwa hiyo, roots zako, scripts, malezi na mindset
ndizo msingi unaokamua kila maamuzi yako ya kifedha. Kama msingi ni dhaifu, hakuna pesa nyingi zitakazoweza kubadilisha maisha yako. Lakini kama msingi ni thabiti, hata kipato kidogo kitakuwa na mlango wa uhuru wa kifedha. Kubadilisha saikolojia yako ya pesa. Tambua scripts zako za pesa. Hatua ya kwanza ni kujua imani zilizofichika kichwani mwako kuhusu pesa. Hizi ndizo zinazoendesha maamuzi yako bila wewe kujua. Ulipokuwa mtoto, ulisikia maneno kama usijisumbue sana, si kila mtu anaweza kuwa tajiri. Imani hizi zinaunda subconscious program. Action point: kaa chini na andika sentensi zote unazokumbuka kutoka kwa wazazi, walimu au jamii kuhusu pesa. Halafu jiulize, hii imani imenisaidia au imenizuia? Awareness ni kama kuangaza tochi gizani. Huwezi kubadilisha kitu usichokijua. Reprogramming: badilisha imani hasi. Baada ya kugundua scripts zako, hatua inayofuata ni kuzifuta na kuziandika upya.